njia nyingine ya kuweza kupeleka Kongo katika maisha ya mzuri. Hakuna njia nyingine ya kupeleka Afrika kwenye viwango anavyovihitaji Mungu na mababu zetu kama haiko maono ya kiasi. Acha watu wafanye ni wanaweza kufanya, lakini mwisho tu watarudia. Mwalimu alisema kwa mzalendo umesiani, usijione kuwa mtu mnafaa. Hapana, sikia fiera ya kuwa mzalendo umesiani. Sikia fiera. Ila haitoshi. Wale wote wanaotutusi, wale wote wanaotuona kwamba hatufai, ndio wapande juu, washuke, waenda gosha au atuate, wajue kwamba mwisho watatukuta. Hakuna kueshape. Hauwezi eshape funguo ya mlango ya nyumba yako. Kama hauna funguo, hauingie nyumbani, unabakia nje. Na funguo ya taifa hili la Kongo, funguo ya Afrika ni maono ya na nikwambia kwamba kuna watu ambao walishachelewa. Pasa watu kwa kubania bure. Sio kwambia, ule padiri yuko na kubania bure. Anajua kama ukawe usipokawa ni hapa Georgia. Wale wajamaa wanajua mekukubana, wako wanakubana sababu wakingali na pesa ya piyevele niko mfuko yako. Wako na pesa yayo, basi kudangani. Wako na pesa yayo. Na wakijua kama uko maskini hawezi pata piyevele, wanakukanya. Sio kazi ya wale. Tuelewe lile. Mzalendo haiko tena ya kutupia makanisa. Makanisa ni vitapikio. Ilishapita ile. Tunasonga mbele ili tuingie katika ufalme. Muumbaji wetu apewe sifa sana. Kwa hiyo siku ya leo tulipenda tutie moyo katika ukumbusha somo hili ambalo mwalimu alileta, kukwambia kwamba simama kama wewe mzalendo umesikia. Ujue kwamba hauko pekee. Mzalendo haiko pekee siku ya leo. Rwanda kuna wazalendo, Burundi kuna wazalendo, Tanzania kuna wazalendo, Burkina Faso kuna wazalendo, Afrika ya Kusini kuna wazalendo, China kuna wazalendo, India kuna wazalendo. Alafu dunia yote mzima imejaa wazalendo. Tuko pamoja. Dunia yote. Usijiwazie kwamba ni wewe tu hapa. Pana wewe kuwapekua mitandao one namna wazalendo wanaongea siku hizi kwenye mtandao. Na shangaa na mapasta wamoja ambao hawajijue leo wanaongelea habari za uzalendo. Kwa hiyo uzalendo ni funguo. Inakuja kufungua Kongo, inakuja kufungua Afrika, inakuja kufungua dunia yote na kutulewa katika mapenzi ya Mungu muumbaji wetu. Hebu tubarikiwe sote. Leta kwanza hapa sasa nkandona. Nikamarshande napata 80 kwa sawa leta zote. Wakanipatia ile siku makapsile akose 200. Nilipozimaliza kuzikuta olie nipone zikanikreye modesto. Nikarudia sipone, magonjwa iko pale pale. Unaweza kusema hata nikalispansere ngoni yeye sasa kwa hospitali general. Unaenda wanakugulika masero. Unarudia magonjwa iko. Unasema hapana, hapa nao akose lako chini. Ngoni enda kusimake ndio kwenye Google teknolojia yule. Unaenda kusimake bana kumulika na wewe vingine. Unarudia kunyumba magonjwa iko. Unajua tatizo ni gani?
Usiwaze kwamba haukutana na waganga wako, lakini walishindwa kugundua fungo la magonjwa yako. Tuko pamoja? Unaweza ukarudi nyumbani ukakutana na mzee mmoja wa asili hapa, anakuangalia, anakuambia ngoja nikupe majani. Majani hilo nalipiga mara mbili hapa. Sababu gani? Sababu mzee alijua fumbo la magonjwa yako liko wapi. Anapolifungua basi magonjwa yanaisha. Mungaji wetu hapo usi. Ndio maana mwalimu anatuambia matatizo tunayoipitia katika maisha yetu inajengwa juu ya kutojua fungu la maisha yetu. Kila mtu atakapofungua lile fungu la maisha, basi maisha inaenda. Kama ni ukosefu na usugu, unaishi. Kama ni magonjwa na usugu, inaishi. Tuko pamoja? Maana Mungu hakutengeneza ukosefu. Mungu hakutengeneza mtu wa kujalia kila siku. Mungu anaitaka sote tuwe watu wa kujiweza. Muumbaji wetu hapo sifa. Alafu hii ni kwa upekee, lakini pia tuelewe kwamba Kongo na Afrika, dunia yote mzima, matatizo yako mengi. Hata kwa hao wajamaa wanaojiita kuwa ni wazungu, nao wana matatizo. Unaweza wao hawana? Wana matatizo makubwa. Ukipenda ujue, uangalie Wahindi jinsi wako wanakuja kuzungulusha makaserole hapa na matermose mkartie fasi yote. Tena wanaipana kwa deni. Tuko pamoja? Sasa wale watu wangekuwa hawana matatizo, wangetoka kwao na machungu kwa kuzuzisha huko. Yawezekana. Ndio maana tuelewe kwamba matatizo iko Kongo, matatizo iko Afrika, matatizo iko katika dunia mzima. Na mwalimu wa taifa, nabii wa kizazi hiki anasema kama matatizo iko Kongo, kama matatizo iko Afrika, ni kwa sababu bado funguo watu hawajaijua. Tuko pamoja? Funguo bado hawajaijua. Wakongomani watakapojua kwamba funguo ipo ya kufungua Kongo na wajiaproprie hayo, Kongo inasimama na matatizo mengi. Tunapoteza muda. Leo tuko Canada, mkope combien? Kila mtu ajaze. Tuko Canada leo. Tulitoka juzi Doha. Tulienda Doha, tunatoka Belgique. Tulienda Belgique, tunatoka Etats-Unis. Kutafuta funguo ya kufungua Kongo, wakati funguo iko hapa. Mungu wetu sifa. Alafu tunaambia Wakongomani hivi, niudilie. Hii ni kauli ya nabii, haiko yao. Ufunguo mmoja unaweza kufungua nyumba nzima. Kwa hiyo ufunguo mdogo au ufumbuzi mdogo unaofikiriwa sana au vema unaweza kutatua matatizo makubwa. Matatizo tunayopitia Kongo na Afrika ni kwa sababu
viongozi wa siasa, viongozi wa dini, viongozi wanasayansi, wote kwa ngazi zote hawakujua funguo iko wapi. Tuko pamoja? Wamama tuko pamoja? Wababa tuko pamoja? Kongo haihitaji parti politiki nyingi. Kongo haihitaji makanisa mengi. Hapana. Maana makanisa hazikuweza kutunyangula ili tupate kweli. Makanisa hazikuweza kutuunga pamoja ili kutufanya kuwa taifa moja lenye nguvu, lenye uwezo, lenye mamlaka. Kanisa ilishinda, maana haikujua funguo iko wapi. Kuliko kutuunga pamoja kuwa taifa moja lenye nguvu, lenye uwezo, lenye mamlaka, makanisa zimetugawagawa. Makanisa zimetufanya ndani yetu kuwa wa Kefa, wa Paulo na wengine sio wa nani. Hiyo ndio makanisa. Tukitembea mjini hapa Goma, tuache Kinshasa nafasi nyingine, jumisi ya kutaka kuni. Tutakutana kanisa la Wahunde, tutakutana kanisa la Wanyanga, tutakutana kanisa la Watembo, tutakutana kanisa la Wanyanga na la wengine. Nasema bongo? Alafu kitu kama kile inaweza kuwa funguo kwetu? Siasa nayo vile. Kwenye siasa ndio kwetu nasikia wanotable wa Nord Kivu, wanotable wa Sud Kivu, wanotable wa Maniema, wanotable wa Kinshasa. Yaani ule notable ndio anabeba wengine watu ni wake wote. Kusema tukue na leader Pan-African. Tumisha mkutsi. Tukue na leader mataunga ngalo wa Kongomani wote na kuwabeba kwenye kusudi la Mungu. Tuwe mkutsi. Tuko pamoja. Ndio maana mwalimu anasema sasa, kwa sababu ule leader politiki hayuko, ule leader religieux hayuko, tuelewe kwamba Mungu na mababu zetu wameleta funguo. Mungu na mababu zetu wameleta funguo ya kufungua Kongo, ya kufungua Afrika, ya kufungua dunia yote. Hata kwa Trump watu wanateseka kule. Wala ambao wataenda kuwafungua ni wewe, ni mimi. Kitabu hiki cha chemichemi ya maarifa hakijatoka, yani hakijafika hapa kwenye Mesiata. Tuna chemichemi ya ufahamu, lakini bado chemichemi ya maarifa. Kwenye ule mlango wake wa 18 3 na 4 alisoma hivi: watu wanapokudhihaki usiwajibu. Watu wanapokudhihaki usifanye nini? Sawa. Usipigane nao hata. Amsha nguvu ya asili takatifu ya Mungu muumbaji wetu ndani mwako. Fanya kazi kwa bidii, tena kwa ukimya, na uache mafanikio yako yenyewe ipige kelele. Ile ni aya 3. Aya ya 4 nasema,
Mlango ni mdogo zaidi ukiulinganisha na nyumba. Kufuli ni mdogo zaidi ukilinganisha na mlango, na ufunguo ni mdogo kuliko zote hivyo. Lakini funguo moja inaweza kufungua nyumba mzima. Kwa hiyo ufunguo mdogo au ufumbuzi mdogo unaofikiriwa vema unaweza kutatua matatizo mazito. Narudilia ile mstari ya hii. Mlango ni mdogo zaidi ukiulinganisha na nyumba. Kufuli nayo ni mdogo zaidi ukilinganisha na mlango, na ufunguo ni mdogo kuliko vyote hivyo. Lakini ufunguo mmoja unaweza kufungua nyumba nzima. Andika kama utani. Ufunguo mmoja unaweza kufungua nyumba nzima. Kwa hiyo ufunguo mdogo au ufumbuzi mdogo unaofikiriwa vema unaweza kutatua matatizo makubwa. Muumbaji wetu apewe sifa. Muumbaji wetu atukuzwe. Hii ndiyo ujumbe mwalimu alifungua nao somo zetu kwenye mtandao wa RTL. Somo linasema ufunguo mmoja unaweza kufungua nyumba nzima. Ufunguo mmoja unaweza kufungua nyumba nzima. Na waza sisi sote hapa jinsi tulivyo, hakuna ambaye analala juu ya mti. Sote tunalala nyumbani. Mezali iliyo hapa ni mezali ya funguo na nyumba. Mezali ya funguo na nyumba. Unajua watu wengi wakifunzwa kwa mezali huwa hawasikii. Hata yule wanayeita Yesu Kristo. Lakini sisi tunajua kwamba sio Yesu Kristo, ni Yoshua Amashi. Alikuwa akifunza watu kwa mezali. Lakini matukio ya mezali hizo ni kwamba watu walikuwa wanarudi nyumbani kwao hawasikii lolote. Hata wanafunzi wenyewe walikuwa wakifuata, anaanza anamaliza, hakuna aliyemfuata. Na hivi hawakuwa na chef de classe na kuwa tatizo. Maana kazi ya chef de classe ni kupima kushusha ile hekima ya juu, anaiweka chini ili watu waelewe. Kwa maana wanafunzi wa Yoshua Mashia kila wamalizapo kufunza walikuwa wanaenda faragani ili kumswali, Bwana wewe, mbona hili jambo hatukulielewa? Ulimaanisha nini? Na anawaambia, kumbe hamkuelewa. Hii ndio nilitaka. Anawafasiri nao wanapata kujua. Sasa mezali hii ya funguo na nyumba haiko mezali ya kusikia kwa urahisi. Wakikwambia funguo mmoja inaweza kufungua nyumba nzima, unaweza kujiuliza funguo gani? Lakini angalia, funguo inalinganishwa na fungo.
elewa kwamba maisha yote ya mwanadamu ni fumbo. Wapasta, wapadiri ndio watu pekee ambao wanatuambia kwamba tufanye maandalizi ya kutoka kwetu duniani. Lakini ukiwauliza maandalizi gani tulifanya ili tuje duniani, haiko. Tutakapotoka tufanye maandalizi. Lakini wakati tulikuja hatukufanya maandalizi yoyote. Kwa sababu gani? Kwa sababu maisha yako, maisha yangu, maisha yetu sote ni fumbo. Maisha yetu ni funguo. Tuko pamoja? Sasa kusudi iende vizuri, unatakiwa fumbo lile ulifumbua. Ukilifumbua, maisha yanatembea. Usipolifumbua, basi kuna uwezekano watu waendelee kutembea bila kujua wanaenda wapi, wanatoka wapi na wako. Hivi ndivyo tulivyo Kongo na Afrika. Tunatembea duniani bila kujua wapi tunatoka, bila kujua wapi tuko na wapi tunaenda. Maana mapasta walituambia kwamba tunaenda mbinguni. Lakini tulipowauliza mlango ya kuingia mbinguni iko wapi, waliipata. Walituambia batizwa, uamini Yesu Kristo ili uende mbinguni. Lakini ukiwauliza, je, wale ambao walibatizwa wote wataingia mbinguni? Anakuambia hapa. Sasa ubatizo na maana gani? Ndio maana tunasema ufunguo mmoja unaweza kufungua nyumba nzima, au ufumbuzi mdogo unaofikiriwa vema unaweza kutatua matatizo makubwa. Kwa namna ya upekee, sijui ni matatizo gani unayopitia katika maisha. Sijui. Ningekuwa pasta kama saa inaanza. Lakini sababu mimi siko pasta, nakwambia sijui ni matatizo gani unaipitia maishani mwako. Lakini ninalolijua ni kwamba wewe na mimi tuna matatizo. Nani ambaye hana apandishe kidole? Haipo. Lile ndilo ninalijua. Unaweza keti kwa ukimya kabisa unakulia, lakini najua matatizo. Sasa kuamini Yesu Kristo haitatue tatizo lako, linabaki pale. Kuomba sana tangu le premier mpaka le 30, tangu Janvier mpaka Desemba, bado haimalizi tatizo. Lakini sijakwambia usiombe. Uko pamoja wazazi? Sijakwambia usiombe, lakini uombe ukijua kwamba maombi unayoweza kuifanya haiwezi kutatua matatizo. Kutatua tatizo ulilonalo inategemea kufungua lile fumbo la maisha yako. Ninarudilia sababu inawezekana niongee usinisikie, lakini nasema kwamba utatuzi wa matatizo ulionayo inategemea kufungua fumbo lile la maisha yako. Yaani kama kuna maombi ambayo utabeba kwa Mungu,
waambie wakupe funguo ili upate kujua fumbo linalofunga maisha yako ili usiweze kuiba. Tuko pamoja? Nakupa mfano. Kuna wakati moja uligonjwa maishani mwako, ukaenda kudispensaire, mganga akakwambia unagonjwa hii, uligonjwa hii, uligonjwa hii. Niliona wananitia hapo kale ka appareil ka kupima sio na katika kaskane. Kaka inventory yako se save mama. Sasa hizi zote bila zigonjwa ndio. Maana mimi niko mufu.